Mimi naye alikwenda kuoga na kofia. Filamu. Naoga basi, na baadaye unaogeshe mimi. Na nani? Anakuja passport size. Kibos. Nani? Yaani kikiuno ndugu yangu kaka kimepigwa na nyundo. Mama kufa tarehe 30. Uko wapi? Makaburini. Sema kuna nimefikaje jamani? Mimi kuna nimefikaje makaburini hapo jamani? Mimi kumbukumbu zangu kabisa zinanituma mimi jana usiku wa manane. Na ndogo zangu ndani na ndoo yangu na mswaki wangu hemu. Mswaki hapo. Kofia. Kofia hiyo haja ninyoa kipala. Naanza kuoga bafuni. Sasa nashanga najikuta nipo huko. Huko nimefikaje mimi? Nachanganyikiwa bwana mimi. Uchawi upo. Au nilihudhuria mazishi jana usiku nimesahau. Hapana. Hainiji akilini haiji hiyo. Kulewa naye ningesema hapa nimelewa. Mimi nilicheza kulewa sina. Sasa ujina naleta huko hakika akiunga nianga nipo salama wewe. Alhamdulillah. Niko salama kabisa. Wamenilaza kichwa chini miguu juu. Kifo cha popo hiki. Kwa uchawi yuko hapa kijijini. Yaani hapa kijijini ukienda chooni ufunge na kufuli wezi. Ukisema ufunge na kufuli tena nakubeba kwenda makaburi. Sasa niko salama lipo hapa. Isha kwa noma. Isha kwa too much. Maeneo ya sio kukaa. Unashangaa unaletewa na chai hapa. Hapa inabidi niseme. Kaka, naona ile safari yetu ambayo tulikuwa tunasubiri kwa hamu kubwa sana hatimaye imefikia. Mimi niko tayari kwa ajili ya safari. Sijui wewe. Mimi mwenyewe niko tayari kwa sababu nilikuwa na shauku sana. Kwa sababu hata kuamkia leo sikulala vizuri. Yote nilikuwa nafikiria hii safari. Ila kwa kuwa kumeshakucha, basi nilikuwa naomba tu nipeleke sehemu husika. Kwa sababu nina hamu ya kufika huko. Hivyo nilikuwa naomba tu nipeleke. Sawa kaka, nimekuelewa. Na ni vizuri sana sasa hivi asubuhi na mapema tuwahi. Kwa hiyo tunaweza tukaelekea hiyo sehemu. Mjomba, unaenda wapi? Umeniacha ndani hata hujaniaga. Yaani mjomba alafa bana mjomba. Mimi naenda huko kwenye mihangaiko yangu mjomba. Nimepata kazi mjomba. Tutafute kahela kidogo tununue chakula tule mjomba. Kwani ulikuwa na shida gani mjomba? Kuna kitu nataka nikwambie. Dakika 2 tu. Ngoba nasema hivi. Yule Juli mjeshi sijui ni nani yule? Alikuja hapa alikopa anakuulizia wewe. Mjomba na wewe bwana. Yule kijana sio anaitwa Duli mjeshi ndo aliyekuja hapa. Yule Duli mjeshi bana alikuja hapa alikuwa kuna kazi nilikuwa nataka nimuunganishie huko afanye kazi mjomba.
Kwa hata usijali kabisa mjomba. Yaani wewe kuwa na amani tu mjomba. Kwa hiyo mjomba, hauna kitu chochote ambacho nakijua? Hamna kitu chochote mjomba kinachoharibika, wewe kuwa na amani kabisa mjomba. Mimi nikienda kupata huko naleta na zawadi mjomba, tunakula huko ndani. Naleta hata tikiti maji tunakula mjomba. Inakuwa vizuri kabisa. So unajua mjomba, mimi mzee wa zawadi mjomba. Sawa mjomba. Sawa mjomba, baadaye sasa. Odi! Odi! Karibu. Hey, wifi karibu. Makubwa. Wewe mwenzetu wa mtumbo vipi? Mbona ujifungue? Kwani kuna matatizo wifi yangu? Mbona umekuja unaongea maneno hayo Hii mimba yangu mimi ukosea nini lakini? Muda hujafika, ukifika nitajifungua. Eti muda ukifika nitazaa, kwani kuna shida gani? Wewe unaona kawaida hilo tumbo? Miezi 12 mtu hujajifungua bado, si matatizo hayo? Au umebeba viula mwenzetu? Hebu wifi yangu acha basi. Niambie basi hata unanitania. Hauja kuniona siku nyingi kweli. Nimefurahi kukuona. Sasa umekuja tena unaanza kunifokea. Nimekukosea nini mimi? Kwani kosa lako ulijui? Kosa lako ni kumuua kakaangu na kumla nyama. Mimi sijamuua, lakini hivi mimi kweli muue mume wangu, mimi si nitakuwa kichaa? Hiyo juu yako. Ila nimekuja hapa kukuambia kwamba kwenye hii nyumba sitaki kukuona. Maana mimi natisika kukaa kwenye vijumba vya udongo huko, afu wewe umekaa umejiachia mwenyewe hapa. Nishamaliza. Nikija tena awamu ya pili sitaki kukukuta. Beba vilago vyako nenda kwenu. Usituletee matatizo kwenye familia yetu. Wewe wifi. Sasa mimi nitoke niende wapi lakini? Sasa kwani mimi nimependa kuwa hivi? Hivi kweli mimi ni mume mume wangu? Mimi nina akili kweli mimi? Kwani kimemkuta nini? Kaka. Mbona ghafla sana? Kaka. Wewe, ndio yako sio mzuri. Nikupe namba uondoke una kijiji chetu. Kabla sijakufanyia kitu kibaya. Wewe ni nani? Na huo ujio wangu unahusiana vipi na umeujuaje ujio wangu? Sihitaji maswali. Nikupe namba uondoke kabla sijakufunga. Kaka. Kaka, umepatwa na nini? Dakika nzima na kuamsha uamki na umepoteza fahamu ghafla. Kawambwa, umjue sio mzuri. Kwa sababu nilipofika ni hili, mara ghafla nilisikia kizunguzungu. Na maumivu ya kichwa ya ghafla tu. Mara ghafla nikajisi kama kuna kiza kizito mbele yangu.
na wakati nafumbua macho nilimkuta mtoto mdogo akiwa amenisimamia mbele ya macho yangu na akiwa amenekea mgongo, na alitoa sauti, alizungumza kuwa ujio wangu sio mzuri katika kijiji, hivyo anahitaji niondoke. Bila hivyo atakuja kunifanyia kitu kibaya sana, kwa hiyo natakiwa niondoke. Kaka, sawa, lakini mimi sikubaliana na hiyo. Kwa sababu kaka, umekuja huko kuna kitu umekifuata na bado hujakitimiza, unawezaje kuondoka? Kawambwa, siwezi nikaondoka mpaka nihakikishe natimiza hiki kitu kilichonileta hapa. Kwa hiyo usijali kuhusu hili, tunaweza tukaendelea na safari tu. Sawa kaka, nataka nikusaidie. Ima, nilikuwa nakupenda sana, lakini haukutaka kunielewa hata mara moja, na ukaniacha mimi ukaenda kumkubali yule dada. Na kama ungenikubalia mimi toka zamani, yasingetokea haya yote, lakini ulichokitaka ndio umekipata sasa. Na hii leo nimekuja kukuwekea damu yako, kwa sababu kule duniani uliacha ujauzito kwa yule mke wako. Na hii damu yako nilokuja kukuwekea hapa, tambua kwamba mkeo hatojifungua milele hata akifikisha miezi 70. Bwana G. Samahani sana Bwana G. Mimi nadhani nifahamu, naitwa Kawambwa. Nipo na mgeni wangu hapa, ndugu yangu anaitwa Zizo. Ila tulikuwa tunamuulizia mzee mmoja anaitwa Mzee Ponda. Maana huyu bwana ni ndugu yake. Kwa ametoka mjini amemfuata yeye. Ila ni kipindi kirefu sana, si unajua tena mandhari yamebadilika, kwa hiyo amepasahau. Kwa tunaomba utuelekeze ndugu yangu. Shida yako Kawambwa, unapenda kunikera yuko salangu nini? Yaani mtu ukipata vitu vyako unahitaji uenjoy hayo. Wewe Kawambwa, yani unapenda kuniuzi. Huyu nani? Huyu zombie. Wewe zombie. Nimekwambia anaitwa Zizo bwana. Zombie wapi? Si kama wewe binadamu kama wewe. Zombie huyu. Wewe Kawambwa, usichokeelewa kitu kimoja. Yaani kuna muda kwenye maisha haya, you know, yani facing not that. Yaani bila umwache mtu apate vitu vyake. Sasa wewe Kawambwa, katika mji usiku zote unapokaa, wewe bado kwa Mzee Ponda hivi. Unapenda kuniuzi. Unapenda kuniuzi ndugu yangu. Hata sina. Okay. Twende swala ngapi? Moja, sio?
Ndio. Kwa mzee Ponda huko. Bwana G, sipolini huko ndugu yangu. Enough. Sipolini. Kwa mzee Ponda. Mimi nakuelekeza. Ila kama una chochote kitu wewe nigea au mimi ndo nakuelekeza. Ama mimi kumwelekeza mtu bure sifanyi hivyo bwana. Tapataje vitu? Mimi ningekuwa nani ningekupa ndugu yangu. Sina hela. Tuelekeze basi ndugu yangu. Naomba unisaidie. Sasa kaomba unataka kuelekezwa hata hela una. Sasa wewe unafanya nini hapa? Haya sikia. Okay no my friend dear not. Wamle Ponda kule. Bila njia hii. Wala njia. Unasikiliza kweli au unafanya mambo yako tena? Nakusikiliza ndugu yangu Unasema mimi chagahili sasa. Basi. Wamle Ponda pita njia. Akapale juu pale kama yule mama anapata vitu vyetu hivi vitamu pale. Hapo utakuwa umefika. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Asante sana ndugu yangu bwana. Haya. Ndoke kaka. Wewe zombi. Muuliza mzee Ponda. Mzee Ponda si ndo mwenyekiti huyu. Hapo mzee Ponda pale ndo kama mwenyekiti pale anaingia vitu naenda kupata vitu vitamu. Ana ajenda gani? Shajua. Wewe nyuma ingemba ile si mdogo wake Pididi. Hapo anaulizia kwa mzee Ponda anataka kwenda kufanya maandamano. Sasa mimi Dibuti naenda kusema sababu hujanigia chochote. Hapo unifai chochote, wewe sio mtu. Mbwa tu kama mbwa wengine. Sasa naenda kusema, sasa napita huko naenda kumwambia mzee Ponda kuna njemba inakutafuta, kaomba analeta watu kijijini. Asemi. Naenda kusema, wewe ngeza pale. Angalau 200-300 anaingia. Vipi tena shogangu? Ulikuwa unafanya mazoezi nini? Maana mimi mwenyewe nilikuwa nakuja huko kwa kuja kuangalia. Nilikuwa nafanya mazoezi. Si unajua tena hali yangu. Kwa kweli ni jambo zuri kufanya mazoezi. Vipi mbona unaonekana hauko sawa? Shida nini? Kweli rafiki yangu siko sawa. Yaani kuna kitu kimemtokea leo. Yaani nahisi kama bado naota vile. Kitu gani tena? Unamjua yule ifi yangu yule? Basi leo amekuja nyumbani. Ukweli sikumuona kwa muda mrefu sana. Amekuja nilifurahi kumuona, lakini amekuja kitofauti. Kaja mkali, anafoka. Amenisema kuhusu mimi sizai. Na isitoshe hapo. Kaniambia mimi nimemuoa kaka yake. Na kuishia hapo pia. Kasema pale nitoke nihame, asinikute. Sasa mimi naenda wapi na hii hali yangu na sina hata ndugu. Kwa shogangu, ninachobidi tu hapo usiwe na mawazo, ujitahidi tu kufanya hayo mazoezi. Si unajua tena ndugu wa mume hawaishi maneno. Kwa ndio hivyo shogangu, mimi nilikuwa tu nakuja huko kwako, kuja kukuangalia. Kwa vile nimekuta hapa ni jambo zuri pia. Acha tu nikuache shogangu. Asante rafiki yangu. Hakika ni rafiki mzuri sana. Yaani napenda sana unavyonifariji mimi wakati wa matatizo yangu. Asante mwaya. Basi tutaonana tena. Haya poa.
Ng'ang'a. Igoya. Ng'ang'a. Igoya. Ng'ang'a. Igoya. Ng'ang'a. Igoya. Mkuu, mbona ni kikao cha ghafla sana? Alafu leo ni siku ya mapumziko. Vipi, kuna tatizo gani? Ni kweli kikao cha leo ni cha ghafla sana. Ni kuna gani umeingia katika himaya yetu?